mambo ambayo ni haramu mtu kuyafanya baada tu ya kuvaa zile nguo mbili za ihramu. Lakini tujue kwamba hizi ihramu ni kifungo. Yaani mtu unapojipiga zile nguo mbili maana yake umejifunga. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ni halali kwako kabisa, lakini yanaweza yakawa mambo hayo ni haramu mpaka kufa kwako kama hutokuja kukifungua kifungo hicho huku maeneo haya ya Maka. Yaani ukishazipiga huko wewe ni kifungo kwamba mimi bwana siwezi kukutana tena na mke wangu, ukavaa ile, basi wewe ndio umejifunga. Ina maana hata mtoto mdogo kama huyu basi kama utakuwa ushampiga nguo ile, sawa bana, ukaenda naye kule akatufu maeneo yale, lakini hajamalizia baadhi ya vitu, hajafungua yale mavazi, basi mtoto huyu pia hataruhusiwa kuoa maisha yake. Lazima aje afungue kile kifungo. Kufungua kile kifungo ni nini? Ni kumalizia zile ibada zote ambazo zinakusudiwa, yale mambo 7. Kwa hivyo hichi kifungo kina masharti yake. Ndio haya tunayasema. La kwanza, mtu haruhusiwi kuwinda. Uwindaji hauruhusiwi, na alhamdulillah sisi hilo kwa zama hizi halituhusu sana. Kuwinda hatuwezi kuwinda. Sawa bana? Lakini la pili ni kukutana na mke au mke kukutana na mumewe. Ni jambo ambalo halitakikani. Na alhamdulillah kwa wengi hapa hawajaja na familia. Lakini jambo la tatu ni mwanamume kuamua kujichua mwenyewe ama mwanamke kuamua kufanya kitendo hicho. Jambo hilo halitakikani. Lakini pia tunapoyataja haya ikumbuke kwamba kuna kafara. Kama mtu atalifanya jambo hilo kuna kafara. Na Saidi anasema kafara sio mbuzi tu. Kuna baadhi ya picha yani zinampelekea mtu namna gani alivyochukua lile jambo na kulifanya, italazimika mtu huyo atoe ng'ombe au ngamia. Sawa bana? Na sehemu nyingine Saidi anasema inaweza ikabatilisha kabisa hiyo umra yake, si kwa kafara tu. Kwa hiyo kuna picha ambayo itabidi angalie wewe, kwa nini umefanya hilo? Mimi ilikuwa hivi tu, nimeona nimechoka, nikaamua tu na hasira, ambia hii ni nani? Wewe inabidi ungamia kabisa. Kwa hivyo si mbuzi sehemu zote. Kwa hivyo katika mambo ambayo hayafai ni hayo. Lakini vile vile swala la ndoa, kusoma ndoa, wewe ukaitwa kama ni shekhe kwenda kufungisha ndoa. Sawa bana? Haitakikani jambo hilo. Na pia nadhani tutakuwa tumeliepuka. Lakini jambo jingine ni kupaka ama kutumia manukato. Sawa bana? Mambo ya perfume. Ili sote tunalo hapa. Kwa kila mmoja akapafyumu kake kabla hatujaenda Masjid Shajara akafiche. Akaruhusiwi mpaka siku tutakapofungua kifungo hichi kwa ile tawafu an-nisa. Lakini jambo jingine ni kuziba pua pindi ambapo unasikia harufu mbaya. Unaona mitihani hiyo. Kuziba pua pindi unaposikia harufu mbaya, ukapita sehemu kuna shimo la taka au nini au kuna mtu, basi wewe ukao unaziba pua. Aisee, itatakiwa ulipe kafara ya kuchinja mbuzi. Na mbuzi hapa ni bei kubwa. Kwa hivyo haitakiwi jambo hilo, kila mmoja awe anajilinda. Lakini jambo jingine ni kwa mwanamume kuvaa nguo iliyoshonwa au nguo iliyotengenezwa. Tunakusudia nguo iliyoshonwa ni kama tunavyojua kama manguo yetu haya. Nguo nyingine inaweza kaa haijashonwa lakini imetengenezwa tu. Huenda jamaa amekuja akaitengeneza kwa gundi tu au kwa stapler au kwa nini, kwa chochote, hakujafanyika ile khiato yenyewe ya kudarizi. Sawa bana? Ikaonekana ni nguo au gome la mtu katengeneza akavisha huku, ikaonekana ni nguo ukavaa, basi hiyo hairuhusiwi. Ndio maana tumezungumza hapo awali kwamba inatakikana mtu avae zile shuka mbili tupu, shuka moja juu, shuka moja chini. Kama mtu atakuwa kasahau kabakisha bukta au boxer ndani, kuna hukumu yake na tuambiane mapema. Pale kwenye haram, bwana shehe, mimi nimegundua kwamba kumbe boxer imo humu ndani. Sawa shehe? Boxer imo humu ndani. Kwa hiyo tunafanyeje tujue tunachinja ni kondoo ama ni mbuzi au ni nini? Kafara za watu. Kwa hivyo usivae kitu ndani. Lakini kitu kingine ambacho hakiruhusiwi ni kupaka wanja. Kama tunavyojua kwa mwanamume pia kuna aina yake ya kupaka wanja. Kwa hivyo kwa mwanamke, kwa mwanamume haitakikani kupaka wanja kwa aina yoyote. Lakini vile vile kujitizama kwenye kioo. Kioo hakiruhusiwi kutizama. Sawa jamaa? Hauruhusiwi kutizama katika kioo. Na mara nyingi tukienda katika hoteli zetu, bahati nzuri hawa mabana huwa wanafunika vile vioo vyote. Na nataraji itakuwa hivyo. Kila eneo lenye kioo basi litafunikwa mpaka pale watu watakapotoa vifungo hivi. Lakini vile vile watu wenye mawani, Saidi anasema miwani kama hivyo haiingii kwamba nini? Ni kioo. Kwa hiyo unaweza ukatumia miwani yako. Lakini tu Saidi anasema angalizo, kama utakuwa umeitumia miwani kwamba uonekane na wewe ni pambo, basi hiyo itakuwa ni shida. Kama utasema ngoja nivae sasa miwani hapa Maka, watu wanione namna gani na kuonekana na ihramu yangu nyeupe na kama walikangu aka hiyo italeta shida. Lakini anasema hairuhusiwi kusema uongo. Au kutukana matusi, hairuhusiwi hiyo. Lazima mtu kujilinde. Mtu anaweza kuzungumza uongo pale tu. Unaona bana?
akawa anasema uongo na yuko mbele ya Al-Kaaba, manake ndo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndo nyumbani kwake, lakini mtu akazungumza uongo. Nakumbuka miaka kadhaa iliyopita tulikuja na mzee mmoja hapa, tuko maeneo ya kule Maka, akawa anasema bwana, mimi dhambi inaonishinda bwana kusema uongo bwana. Watoto wangu washakaa wameniambia kikao kabisa, bwana baba acha uongo, lakini hii dhambi bwana inanishinda sana. Tulivyorudi Tanzania namuuliza bwana vipi baada ya kama mwaka ile dhambi vipi? Ambia bwana nimejaribu lakini naona kama bado inakuja tena. Kwa hivyo swala la uongo kuna mtu liko ndani ya damu na anajijua kama yeye muongo. Sasa kama wewe una kitu hicho basi jihadhari mapema. Hairuhusiwi kusema uongo. Ndio. Kabla hujaendelea kwa sababu umesema tukishafunga ihram tunapokuwa tulitoa bebe vya kobetu tayari inakuwa ni aida au sio? Hasa mfano labda nimeenda pale kwenye Kaaba nimesema jamani mimi najikinga kutoka kusema uongo. Halafu nimerudi tena Tanzania na kuwa nasema uongo. Vipi ihram yangu hapo? Itakuwa huko ushamalizana na Mwenyezi Mungu. Kinachohitajika ni huku. Wewe ushamalizana naye basi hayo mengine huko ni sehemu, kwa sababu haya makatazo 25 si mambo ya haramu tu, kuna ya halali pia yamo humo. Kwa watu hawezi kusema jamani tumekatazwa manukato basi ndo tunanali tukirudi sasa tukitumia manukato itakuwaje? Hapana, manukato yanaendelea kama kawaida. Sawa shehe wangu. Lakini jingine anasema kufunika sehemu ya juu ya miguu haitakikani. Sehemu ya miguu kama hivi kuvaa soksi au haya maviatu yetu tuliovaa haya hapa tukitizama wote hapa tunaingia katika ishkali. Hakuna kiatu hata kimoja hapa shehe. Hapo pia kina upapi mkubwa. Huo upapi huo ni ishkali. Inatakikana iwe ni ndala tukenye upapi kidogo. Kanda mbili tu. Sawa jamaa. Kwa hivyo hiyo haiwezekani. Na ndio maana tuliambiwa wote kila mmoja awe na kanda mbili. Kwa hivyo miguu isifunikwe hivyo. Lakini kuna uwezekano anasema Saidi, saa nyingine mtu miguu inaweza kawa imefunika labda kakaa chini. Sasa ile ihramu yake ndio inazuia. Sawa bana. Kwa hiyo miguu imefunika, ukija miguu hiyo ni wewe miguu yako ipo wapi? Imefunikwa na ihramu. Hii vipi Saidi anasema hii haina neno. Ufunikaji wa soksi ama kiatu ndio ambao unakataliwa. Lakini jambo jingine anasema kula kiapo. Sawa bana? Au kuwapa. Tuache viapo. Kiapo hakitakiwi. Kasana ukaanza tena wallahi wa billahi wa kiapo cha nini na wewe una ihramu? Hebu tulia. Kwa hiyo masuala ya viapo yasiwepo. Hata kama upo katika haki. Acha kwanza, kubali kushindwa. Baadaye ukishavua ihram ndo utamtafuta yule mtu. Njoo tumalizane ile deni. Inawezekana mtu kanaswa na askari pale. Sasa usiape, jieleze tu. Usiape. Sawa bana? Jieleze tu bana 1 2 3 usiape. Sawa jamaa? Lakini jingine ni kuua au kuondoa wadudu wanaotambaa katika mwili ama katika nguo ama katika kitanda na sehemu nyingine. Hawa wadudu usije ukawaminya. Sawa bana? Utakuta akasema ngoja huyu ni mminyi hapa. Nikupe ni papasi. Akaua mtu mwingine. Akamngata mtu mwingine. Usimmalize. Mdudu wa mwili tunazungumzia. Mdudu wa mwili. Ukiona nyoka anakuja mbele yako. Ukiona nyoka ni kitu kingine, sio mdudu. Tunazungumzia ni mdudu. Na nyoka amekuja kwa maana ya kujihami. Sawa bana? Na nyoka kumbuka kuna amri kabisa ya Bwana Mtume Muhammad kwamba mtakapomkuta mumfanye nini? Mumuue. Kwa hiyo nyoka pale unajihami kwamba huyu anakuja chatu kubwa linanishambulia na mimi nimevaa ihramu. Hii ni kesi nyingine. Sawa, huwezi kukubali ukauawa. Hairuhusiwi Maka kuua, lakini Bwana Mtume kuna majina ya watu alitoa kabisa. Huyu auawe, huyu auawe, huyu auawe. Sasa ikiwa Bwana Mtume alitoa majina kabisa ya watu, je, nyoka? Sawa? Anauawa. Kama nge na nyoka pamoja na tandu pamoja na yule mjusi. Hawa ni Bwana Mtume aliwazungumza moja kwa moja, wakikutwa wauawe. Ni wanyama wabaya. Hata kama anakwenda kumdhuru mtu mwingine, muue pia. Kumwachia labda atakwenda kudhuru mpaka njiwa ametajwa. Muue. Labda huyu atakwenda kuua mnyama wa hapo. Auawe. Kafara huna. Hauna kafara yote. Nakwambia Mtume katoa majina ya watu. Ina maana walikuwa na madhara ikiwa watu mtu. Si unajua mwanadamu ana familia yake, ana majukumu yake, ana nini? Lakini Mtume akapitisha kwamba huyu hapa atakaingia Maka yuko salama, si ndio? Atakaingia Maka yuko kwenye amani, lakini Mtume kuna watu aliwanyima amani. Akasema huyu akionekana hapa auawe. Na mtu akawa anatafutwa usiku na mchana ili auawe. Mwisho akaja kwa Bwana Mtume Muhammad usiku. Akasema ya Rasulullah ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Akajiingiza haraka katika Uislamu. Mtume anafungua mlango anakuta ni yule ambaye alisema auawe, kashakuwa Muislamu. Kwa ndo kidogo Mtume akashuka chini. Tumeelewana jamaa katika hilo? Kwa hivyo tunazungumzia wadudu wale papasi, na kupe cha hawa tusije tukawaua. Wengine wanatoka katika nywele. Baadhi ya watu wenye nywele ndefu anatoka mdudu katika nywele. Wote hawa hawaruhusiwi. Lakini nyingine anasema aina zote za kujilemba. Chochote utakachokiona kwamba hichi mimi inakuwa ni kujilemba basi usifanye.
haitakikani. Chochote ukaona mimi ndevu zangu hizi nikizishana bwana ndo napendeza, hiyo sawa bwana, mimi nikifanya hivi ndo napendeza, hiyo usifanye, sawa. Hata ihramu yako wenyewe ukasema hii bwana, hem niangalie hapa ndio imekaa vizuri hapa, hapa hatuja kuja kufanya mambo ya kukaa vizuri au kukaa vibaya, sawa jamaa. Inabidi tuwe shu'than ghubra, kawaida, mtu nywele zimechangukana, yuko kwa hali ya kawaida. Tumeelewana ndugu zangu? Lakini anasema katika makatazo mengine kupaka hina. Unajua hina, kupaka hina ni mustahabu, si ndio? Hata kwa mwanamume kuweka hina kichwani ni mustahabu, japo bwana Mtume kuna kipindi fulani aliharamisha kwa sababu ilikuwa Mayahudi wengi wanapaka hina. Mtume akaona sasa Madina hapa inakuwa Waislamu tunamaliza sasa hivi tuamuru tayari. Tuamuru tayari. Tuamuru tayari. Kasema kwamba hapo, wewe hapo. Ndeni, si mdende wapi? Pende kwanza. Usisimame maana yake. Na kuendelea. Nakusikiliza Maulana. Endelea. Tunasema tuendelee jamaa. Kupaka hina moja katika vitu ambavyo haviruhusiwi. Ni haramu. Tutakwenda. Ni haramu kaka hapo. Ni haramu kupaka nini? Kupaka hina. Kwa hivyo kupaka hina hakuruhusiwi. Na mtu atakayepaka hina basi ajue atakuwa amekhalifu katika yale mambo 25. Nyingine ni kung'oa jino. Sawa bana? Na nyingine meno yetu mabovu. Basi uangalie ustaarabu, hilo jino umeling'oa au limedondoka lenyewe. Sawa, kama umeling'oa kusudi hiyo shida. Kama ulivutana na mfupa, ukakutana na mfupa wa ngamia likaanguka, hilo jambo jingine, wewe humsiki nalo. Lakini vile vile ni kutoa damu kwenye mwili wako wewe mwenyewe, ukaamua kujitoa damu, basi hiyo hairuhusiwi. Kujitoa damu iwe kwa ukucha ama kwa kutumbua kipele ama jipu ama kitu chochote ambacho kipo katika mwili wako, wewe utahesabika umejitoa damu, na hapo wewe itabidi utoe kafara. Lakini jambo jingine hasa anasema kwa wanawake, ndio kupiga mswaki na damu ifanya nini kwenye fizi. Hiyo hujajitoa damu, lengo lako lilikuwa si kujitoa damu, umepiga mswaki ukakuta damu imetoka yenyewe, sawa bwana. Na anasema Saidi katika baadhi ya sehemu, katika makosa yale ambayo kama moja tutakuja kueleza hapa, kuangusha labda nywele, sawa bwana, na kutoa damu kama hivyo kwa bahati mbaya, amesema utatoa chakula kidogo utampa maskini, sawa bwana, kama kafara tambima sana, kwa sababu haukukusudia kufanya lile jambo. Anasema chakula kidogo na istighfar. Umeelewana jamani? Katika mambo haya ambayo yanakuwa ya bahati mbaya, wewe hujafanya. Tumeelewana hapo? Anasema lakini vile vile kwa wanawake hawapaswi kufunika nyuso zao. Hii kwa wanawake kufunika nyuso zao, hii haitakikani. Lakini sisi wanaume basi tutakuwa tunaendelea hivi kama kawaida, wala hakuna kitu chochote kinachokuwa ni wajibu. Lakini anasema kupaka mafuta kwenye mwili haitakikani. Mwili wako tena wewe ndio tunakuona mwenzetu unang'aa kama umepaka samli pale na ihram, ndio mtu unamuona yule jua linampiga. Sasa hii haitakikani. Kwa hivyo tujiepushe, tutulie tu, tutamaliza ni muda mfupi. Lakini kingine anasema kuondoa au kung'oa nywele, ndio nilikuwa nazungumza, sawa, kwenye mwili, ama kukata kucha na kitu kingine chochote katika mwili wako, acha. Na endapo utadondosha nywele moja tu, Saidi anasema labda ukiwa katika udhu, ulikuwa unatia udhu, baadaye ndo nywele zikafanya nini, zikadondoka zenyewe, nywele mbili, ndio hiyo utatoa chakula, utafanya istighfari, utasamehewa. Lakini kwa kusudi nywele moja, hiyo wewe utahusika na kafara, sawa jamaa. Lakini anasema kukata kucha pamoja na hiyo kung'oa nywele. Lakini vile vile anasema kwa wanaume kufunika vichwa vyao, vichwa vyote haviruhusiwi kufunika, sawa bana, au sehemu ya kichwa hairuhusiwi. Hichi si ndio kichwa hichi? Saidi amesema katika fatwa kwamba kuongea na simu pia, mtu anachukua simu nzima akaiweka hivi, sasa hapo unakuwa umefunika sikio na, sawa jamaa. Kwa hivyo kama mtu hata anazungumza na simu, basi aweke namna hii kwa mbali, au aweke hapa, ili isije ingia jambo hili lisije likaingia katika sehemu ya kwamba mtu kafunika sehemu ya kichwa chake ikamletea matatizo. Tumeelewana ndugu zangu? Anasema tukimalizia, kung'oa au kukata nyasi. Unaweza ukakuta kuna vinyasi tu ukang'oa, inabidi wewe ulipe kafara. Nyasi au jani la mtu ukalikata kidogo, basi ujue wewe hapo kafara inakuhusu. Hilo jambo hilo. Lakini kubeba silaha,
nadhani ili siku hizi sisi wengi hatuna, na kama tuna silaha zetu tumeziacha huko. Lakini mtu inawezekana akanunua jambia lake hapa Madina, jambia zuri yako mapanga hapa, akasema panga la kihistoria, akaenda nalo. Haitakikani mtu kubeba silaha. Lakini vile vile mtu kushuhudia ndoa kule namba 2 au namba 3 tulisema mtu kufunga mwenyewe ndoa, lakini hii ni kushuhudia, ukaitwa wewe na ihramu zako 2, bwana twende, ukaenda ukashuhudia jambo la ndoa, hili haitakikani. Lakini Saidi katika mchanganuo pia akasema, tunapozungumzia mambo ya manukato, kuna wenzetu wanaovuta sigara, sawa, ndio mashehe na sherehe ambao wenzetu mnavuta sigara hii. Sasa anasema kwamba wenzetu ambao mnavuta sigara, haitakikani kuvuta sigara yenye harufu, sawa bwana. Hiyo sigara yenye harufu, ukasema bwana kwamba sinaruhusiwa kula sinaruhusiwa, hakuna neno. Lakini chakula chenye manukato ya hali ya juu, wala bwana, ya kusudi, yani mtu kaenda kuchukua siji kitu gani kaweka, alimradi akila mdomo wake unukie, na akija anazungumza mbele za watu kwa kukenua, ili watu mseme umekula nini. Lakini kitunguu ni kitu cha kawaida, lakini kuna mtu anaenda kula kitu hasa ili akija watu mseme kwamba leo huyu bwana ametuweza, au akavuta sigara yenye harufu kali ili apate harufu nzuri mdomoni, akiongea msikie harufu ya minti inatoka. Hilo Saidi analikataza. Inshallah hayo ndio mambo 25. Kama kuna mtu mwenye swali basi inshallah karibuni. Swali ni wakati wa kuvaa ihram.